Hivi wewe, nikuulize swali, una faida gani hapa duniani? Au unanisaidia nini humu ndani? Kutwa nzima umekaa hapo vimikono. Kazi ule ugali wangu uende chooni ukanye, si ndio? Hivi unajua wewe sikupendi hapa nyumbani. Natamani hata nikuue. Kwanza wewe, hata sijui mamangu alikutoa wapi. Inaonekana wewe ni mtoto wa nje. Maana sisi kwenye familia yetu hatujawahi kuwa na magonjwa ajabu ajabu kama wewe. Inaonekana wewe kwa wenu ni wa kichawi. Ndio maana umekuwa hivyo. Wenzako kwa kuishi na watu kama wewe wanawaingizia pesa. Sasa mimi naishi na jitu kama wewe. Alafu sina hela. Unanisaidia nini labda? Nitakwambia sikupendi. Alafu na kuongelesha unajidai au hujui kuongea. Ile domo lako haliwezi kuongea. Tena unisikilize kwa makini. Yaani humu ndani hautakuwa hauli wala chooni kwangu sitaki uingie. Ukae hapo hapo. Na huyo ndugu yako anajidai na huruma, mama huruma mwenzio, msaidiane. Ila mimi nitoe kabisa kwenye misaada ajabu ajabu kama hiyo. Sasa sikiliza nikwambie. Yaani leo nitakachokufanya itakuwa fundisho. Wewe unajidai uwezi kuamka hapo. Leo mbona utaamka? Dada, kuna sauti ndani ya moyo inalia kimya kimya, hakuna anayesikia, ni machozi ya binti mlemavu. La, mdogo wangu, pole sana. Najua unapitia maumivu makali ambao huwezi kubeba peke yako. Ukiwa katika hali hii, tafadhali naomba usiweke akilini haya mambo ya ajabu ambayo dada anakufanyia, wala usimmind kwa sababu utaumia sana. Cha kufanya tuzidi kusali kwa sababu ndio msaada wetu. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Laiti kama wazazi wetu wangekuwa hai, sidhani kama tungepitia mambo kama haya. Lakini tumwachie Mwenyezi Mungu. Hakuna anayesikia, ni machozi ya binti. Mama, wewe unaenda wapi tena? Kila kitu tunaongelea ndani anakuja kumalizia nje kutiana aibu. Wewe ndio unataka hizo aibu. Mimi nimetoka zangu ndani kimya kimya, nataka kuondoka. Hivi mwanamke gani atakayeweza kukuvumilia wewe kwa hali yako hii? Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Sasa nataka kuondoka, sitaki unizuie. Basi mama, wewe kama inaondoka, yaache begi ndani alafu na utarudi baadaye na nasungumzia kupata dawa. Nisikilize wewe Masai. Nimekwambiaje? Naondoka. Nenda kwa mwanaume ninayempenda. Baki hapo, huwezi kukaa peke yako ukikiona kitanda kikubwa, tafute mwanamke mwingine, nimekuruhusu kabisa. Tafuta mwanamke mwingine, kaa naye ndani afu uone atakuvumilia kama nilivyokuvumilia mimi. Nionea huruma ile kitu na nasemea kila kitu ndani jamani. Kama ni dawa, nitatafuta dawa nyingine anafanyia kazi. Hata huko mapolini anatafuta dawa, nakuja anafanya ile kitu na nakuwa sawa. Hivi wewe, ni mwanamke gani anayeweza kukaa ndani na mwanaume kabisa anasema, nina mwanaume. Wewe mwanaume mwanamke, yani tunakaa tu ndani tunaangaliana. Kila siku tunakaa tu ndani tunaangaliana, mimi sina hisia. Wewe mama, wewe nafikia tu anatokana na mimi ni mwanamke. Tambua mimi moyo wangu napenda wewe. Hakuna mwingine anapendea. Sasa, mimi sitaki tuendelee kudhalilishana. Sitaki majirani wasikie, maana watakudharau. Mimi naondoka. Kuna sauti ndani ya moyo inalia kimya kimya, hakuna anayesikia, ni machozi ya binti mlemavu. Nilizaliwa tofauti, dunia ikanicheka. Hatua zangu nzito, lakini ndoto zangu kubwa. Waliniona mzigo, wakani wewe. Leo ndio imefika mwisho wako wa kuishi hapa duniani. Yaani sina maneno mengi. Nataka nikuonyeshe kwa vitendo. Unaiona hii? Hii ni poison. Waswahili tunaita sumu. Kuna sauti ndani ya moyo inalia kimya kimya, hakuna anayesikia, ni machozi ya binti mlemavu. Nilizaliwa tofauti,
dunia inanicheka, hatua zangu nzito lakini. Malaika, mbona leo umekuja na begi na sijakuzoea ukiwa kwenye hali kama hii? Vipi, kuna shida yoyote kwani? Ni kweli Lavani, lakini mimi nimeshindwa kuvumilia kabisa. Kama unavyojua, yule Maji Mengi mimi sio mwanaume wa ndoto zangu. Mwanaume wa ndoto zangu ni wewe, ila nakaa naye tu basi kwa sababu imenilazimu. Lakini kwa sasa nimeshindwa kabisa kujizuia. Ndio maana nimeamua nije kwako. Sawa, lakini wewe mwenyewe unatambua kwamba mimi na Maji Mengi ni mtu na rafiki yake. Hivi mfano akafahamu kwamba wewe upo kwangu mimi, wewe unafikiri atanichukuliaje mimi? Na unatambua Masai yule alivyo, achelewe kutembea na visu. Sasa unachokitafuta wewe ni lawama na ugomvi usiokuwa na sababu wala maana yoyote. Kwa nini unakuwa hivyo mamaangu? Tulikuwa tunaenjoy kule kule ulipokuwepo. Lavani, kwa hiyo unaogopa shida Unashindwa kujali hisia zangu, si ndio? Sasa mimi ndo nishakuja. Na kama unihitaji, niambie niondoke. Sio hivyo. Hata mimi mwenyewe pia nakupenda pia. Lakini kuna wakati mwingine, jaribu kufikiria mbali. Sio fikirie hapa tu. Unadhani ili jambo unachukua kirahisi rahisi tu au unachukulia poa tu? Sio hivyo. Jambo lolote linahitaji kwanza akili, linahitaji hekima, linahitaji busara. Leo hii tulicheza plan, tukampa Maji Mengi dawa ili mradi tu asifanye chochote kile, na tulifanikiwa. Sasa ilikuwa haina haja wewe kuja hapa. Tutashindwa kuenjoy, tutashindwa kufurahia mapenzi yetu. Okay, sawa. Haina shida. Basi hapa nyumbani mimi naishi mimi na mdogo wangu wa kike, kama unavyofahamu. Acha nimuite na yeye nimshirikishe. Akikubali utabaki, akikataa sina namna. Kwani umekuwa na roho mbaya kiasi hiki? Yaani umefikia hatua kutaka kumuoa kabisa, si ndio? Hivi unajua ni maumivu gani anayoyapata? Kumbuka la ni binadamu, anahitaji kujaliwa, anahitaji amani na upendo. Lakini mambo unaomfanyia sio binadamu kabisa, ukizingatia na hali yake. Basi kuwa na huruma hata kwa hii hali yake. Wewe mtoto wewe, naona umeanza kunizoea. Unanifundisha mimi maisha, unanifundisha jinsi ya kuishi na mdogo wangu, si ndio? Nikitaka kumuoa ni mdogo wangu mimi. Wanavyoishi huyu si ni mzigo kabisa huyu. Unafaidika naye nini? Bora afya atoke hapa duniani. Tuendelee kujimoya moya zetu. Wewe ni kama anatubana huyu. Tunashinda kufanya vitu vya maana, tunafanya tu kazi ya kumwangalia. Amekuwa mtoto mdogo huyu. Muda wote miudenda tu. Mimi naona kinyaa. Bora tu afe. Hapana. Huwezi kusema hivyo. Kwa sababu sisi wote ni wamoja. Huwezi ukamfanyia unyama kama huu. Hivi, hujawahi kujiuliza kichwani kwako kwamba anajisikiaje ikiwa wewe ndo mlezi wetu? Furaha iko kwako, lakini wewe ndo umekuwa chanzo cha mateso yake. Sio sawa. Na kuona tu unavyoniingilia. Hii ni mara ya pili. Unaharibu mipango yangu. Siku nyingine Laki, ukiendelea kunifuatilia kunipangia mimi maisha, tutaonana wabaya. Nitamuua huyu na wewe pia nitakuua. Pumbavu mmoja wewe. Mama huruma Kuna sauti ndani ya moyo inalia kimya kimya. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe huwezi kutoa kauli mpaka dadako, sijui dadako, sijui mdogo wako Lakini nikwambie kitu kimoja, siku zote mapenzi hayashauriki. Hata kama mdogo wako si dadako akikataa, mimi nitabaki hapa kwa sababu mimi naheshimu hisia zangu pamoja na zako pia. Sawa mamangu, wala haina shida na wala usiumie. Unajua jinsi gani ambavyo nakupenda. Na enjoy sana nikiwa na wewe. Nafurahi ule utondo wako. Maya. Kuna sauti ndani ya moyo inalia kimya kimya. Hakuna anayesikia, ni machozi ya binti milema. Huyu anaitwa Malaika. Ni wifi yako. Hivyo basi
tutakuwa naye hapa nyumbani kuanzia sasa hivi. Wifi yangu? Wewe si mwanamke wa yule Masai? Umekuwaje mko naye kwenye mahusiano? Amna, nitakueleza baadaye. Sawa. Kwa hiyo mkaribishe kwanza mgeni. Sawa. Karibu. Kuna sauti ndani ya moyo inalia kimya kimya. Kipenzi, sijui hata nianze wapi kukwambia. Maisha ya nyumbani yamekuwa kama jela kwetu, hasa kwa mdogo wangu Laya. Dada amekuwa akitunyanyasa sana, amekuwa akimpiga na kumtukana mdogo wangu. Ukizingatia na ile hali aliyokuwa nayo, ndo mateso juu ya mateso. Kibinafsi, ninajisikia vibaya sana kwa mateso ambayo dada anampatia mdogo wangu. Saa zingine nafikiria nitoroke, niende mbali. Lakini nawaza, je, nikimwacha mdogo wangu itakuwaje? Kwa sababu na yeye anahitaji amani, anahitaji furaha na upendo pia. Stori yako ni ngumu sana. Lakini kwa nini dada anakuwa na roho mbaya kiasi hichi? Kwa sababu nyinyi ni ndugu wa familia moja. Nitegemea ndo atakuwa mstari wa mbele kuwasimamia nyinyi wadogo zake. Tena sana sana yule ambaye ni mlemavu anahitaji ukaribu zaidi kutoka kwenu. Lakini unanishangaza sana unavyoniambia kuwa yeye amekuwa namba moja kwenye kumpatia mateso. Na ungejaribu hata kuongea na dada yako basi. Pengine labda kuna vitu ambavyo vinamsumbua kichwani. Huenda anaweza kukaa sawa. Mimi mwenyewe hata sielewi. Kila ninapojaribu kuongea na dada, ndo anazidi kunipandishia sauti na kunifokea. Muda mwingine anadiriki kabisa kunitukana. Na hii yote ni baada ya wazazi wetu kufariki. Kwanzia wazazi wetu walipofariki, kila kitu kilibadilika kwenye maisha yetu. Yaani hadi sasa hivi ninapokuambia hapa, kula yenyewe ni shida. Na sasa amechukua hatua ya kumwekea mdogo wangu sumu. Kama mimi nisingetokea, mambo angekuwa yasharibika. Naumia sana. Sikia ni machozi ya binti milema. Hivyo unajitambua kweli? Kwa hiyo ina maana umekuja humu ndani uje kukaa tu kwa kustarehe, si ndio? Mimi ndio niwe mfanyakazi wako wa kufanyia kazi. Nilijua ukija hapa tutasaidiana kwa kila kitu. Lakini mwenzangu umekuwa mzigo. Hivi unajua maana ya mzigo? Lakini wifi, kwani kosa gani kubwa nilokukosea mpaka unifukuze? Kwa sababu sija muda mrefu, ni muda mchache tu nimekuja. Wifi? Mimi wifi yako? Au unaweza kuwa na wifi kama mimi? Unaendana na hadhi hapa nyumbani? Nisikilize. Wewe ni takataka tu. Yaani kama takataka zingine. Uendani na kakaangu, kwanza huna hadhi ya kuwa naye. Si unanielewa? Alafu kingine, mimi hapa sikuhitaji. Kwa hiyo kama sikuhitaji, fanya tu uondoke. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini mimi sitaondoka hapa mpaka kakako arudi. Kwa sababu alionipokea ni kakako. Kakako akirudi akiniambia niondoke, mimi nitaondoka. Oya tu usijali. Pole sana kipenzi. Pole. Lakini mimi ningependa usivunjike moyo. Kwa sababu kwa sasa hivi mtu pekee ambaye mdogo wako anamtegemea ni wewe. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kwa mstari wa mbele kwenye kumpatia furaha na kumfariji. Kitu pekee ninachokusisitiza kwamba usijikatishe tamaa. Mwenyezi Mungu yupo, cha msingi dua tu. Asante sana kwa sababu umekuwa sema faraja sana kwangu. Ndio maana kila ninapokuona najisikia furaha moyoni mwangu. Usijali kipenzi. Ni wajibu wangu kukupatia furaha. Na matatizo yako ni matatizo yangu. So siwezi kukuacha nyuma. Asante. Sasa nilikuwa na ombi moja. Kwa mateso tunayopitia pale, kipekee siwezi kuvumilia mdogo wangu akiwa ananyanyasika vile. Nilikuwa naomba kama utojali ututoe pale. Twende tu tukakae sehemu pengine tofauti na pale. Walau hata mdogo wangu apate furaha na amani. Okay, sawa. Ninaweza nikakusaidia.
sababu matatizo yako ni ya kwangu pia. Na kwa sasa hivi itakuwa ni uongo kwa sababu kuna baadhi ya vitu vyangu havijakaa sawa. Yaani siko vizuri kiuchumi. Lakini kuna mtu ambaye nitazungumza naye. Huyo mtu ni mtaalamu. Nilikuwa nahitaji tumpeleke mdogo wako kwa sababu inaonekana sio bure. Inawezekana pia amelogwa wewe. Kwa tukimpeleka huko nadhani itakuwa vizuri zaidi. Ndio maana nakupenda. Nakupenda. Kuna sauti ndani ya moyo. Wewe ulikuja na kakangu hapa? Si ulikuja mwenyewe kwa miguu yako? Na endo alikupokea. Sasa kama ondoki kwa sababu kakangu hayupo, mimi nakwambia utaondoka kwa sababu kaka hayupo. Kwa sababu mimi ndo mwenye kauli ya mwisho. Si unanielewa eh? Yaani nikiongea mimi, sasa ameongea kakangu. Kwa hiyo sitaki majibizano na wewe. Alafu, uone aibu kuunganisha magari mawili. Yaani namaanisha wanaume wawili kwa wakati mmoja. Wewe ulikopo na yule Masai, ina maana haja kutosha yule. Sasa nisikilize nikwambie. Mimi hapa sihitaji takataka. Kwa sababu tangu umefika wewe, hapa nyumbani kwetu nzi haziishi kabisa yani. Umekuja na harufu zile za Kimasai. Sasa basi, fanya uondoke. Sikuhitaji hapa. Hivi unielewi? Lakini mimi nashindwa kukuelewa, kwani umepatwa na nini? Kwa sababu mimi hakuna nilichokukosea. Alafu, tambua ni mwanamke mwenzangu. Kwani unakuwa na roho kama hiyo? Kwani tukikaa wote huko ndani mimi namaliza nini? Namaliza chakula. Sasa nisikilize. Naingia ndani. Nikitoka sikukute hapa. Fanya uondoke kabisa. Si unaelewa? Inalia kimya kimya, hakuna anayesikia, ni machozi ya binti Neema. Nilizaliwa tofauti. Rafiki, mbona kama leo uko sawa na sijakuzoea kwenye hali kama hiyo? Sasa tunapokutana mimi na wewe tunakuwa tuna furaha sana. Lakini leo unaonekana kama kichwa kipo sawa. Vipi? Tatizo ni nini? Hii wanawake hii duniani hapa anachanganya watu wa akili. Najua mimi mama yangu anakimbia. Alafu sijui shida nini. Natoloka tu. Alo, pole sana. Unajua ndio changamoto za watoto wa kike. Unatakiwa ujiulize, kwa nini mimi ndugu yako sioi? Sioi kulingana na changamoto kama hizo. Na sasa hivi watoto wa kike wengi wamegundua mchezo. Wanakuambia kwamba unapomiliki dumu, basi jaribu kuwa na kidumu chengine pembeni. Maana yao au point iko hivi. Lile dumu likishindwa kukusaidia, basi hichi kidogo kitakusaidia. Sio, umeelewa? Na inavyoonekana mama yoyo itakuwa kuna mtu amempata. Na huyo mtu itakuwa ni wa muda mrefu, sio sasa hivi. Hilo nalo neno rafiki yangu, lakini labda niulize kitu kimoja. Muki niona na mapungufu yoyote? Kiukweli hauna pungufu yoyote yale. Lakini naomba nikuulize swali. Kwani vipi kuhusu ile dawa nilokupatia? Kwani haifanyi kazi? Ile rafiki yangu nikifika kwenye mambo yetu pale kufanya ile kitu. Ai, ile kitu inasinyaa, yani naona tu anasinyaa. Afanye kitu, yani nashangaa ndio hiyo kitu anao mwanamke anasema mimi haifanyi kazi, ndio maana anaondoka. Mimi naamini mama yoyo sio mvumilivu. Kama angekuwa mvumilivu asingekukimbia. Ndio maana siku zote anakuambia hivi, mvumilivu hula mbivu. Si umeelewa? Lakini kuhusu hilo swala, wewe niachie mimi. Mimi nitalifuatilia. Si unajua mimi na vijana wengi sana hapa mtaani. Nitawapa kazi, watamfuatilia. Popote alipo, basi nitakujulisha. Hiyo itakuwa nsule, lakini na mimi nikuombe kitu kimoja. Nikikamata mtu iko na mama moyo yangu, hiyo nakata shingo. Na sasa kwa kukata ile kitu yake chini anasumbua mama yoyo, alafu nakuja na shingo nakata. Basi sawa. Hilo halina shida. Wewe niachie tu mimi. Basi hakuna neno. Hivi wewe dada, una akili kweli? Unataka kumuoa upate faida gani? Si binadamu kama ulikuwa binadamu wewe. Anakula shilingi ngapi au anatumia nini ambacho huwezi kumhudumia?
Hivi una roho mbaya hivyo? Hivyo ni binadamu au mnyama? We mtoto, ukiwa kama nani mpaka unakuja hapo unaanza kunifokea mimi? Hata nikimuua wewe inakuhusu nini? Alafu sikiliza. Masuala kuja hapa nyumbani kwangu unanipangia maisha, jinsi ya kuishi na mdogo wangu wewe haikuhusu. Wewe unajua wewe anatumia shilingi ngapi hapa? Au ana faida gani? Unakuja unamtetea tu. Mimi najua utafika hapo utanisupport tumunyonge wote tumuue, unakuja hapo unaanza kunifokea. Wewe shika adabu yako. Mimi sio saizi yako. Fuata kilichokuleta. Ya hapa hayakuhusu. Kwanza iwe mwanzo na mwisho kuja hapa nyumbani ovyo ovyo. Kumbe muda hujielewi. Kumbe ni mshenzi hivyo. Alipokuwa mzima alikuwa na faida gani? Kumbe ukilema ameupenda au amezaliwa nao? Alikuwa mzima kama jinsi ulivyokuwa mzima wewe. Kwa hata kwa sasa na faida vile vile. Haizi ishi hivi milele. Atapona na atakuwa sawa kama zamani. Sio vizuri kumfanyia hivyo. Na kama ulikuwa mhitaji, ungeita ndugu zake wengine waje wamchukue. Asikiliza. Kwa ulichomfanyia binti au kwa vitu unavyomfanyia kila siku, nenda kushtaki katika ustawi wa jamii. Kuna sauti ndani ya moyo yangu. Usijali. Haya ni mapito. Hata maisha unapitia kwa dada yako usiatilie maanani. Utakuwa sawa na utarudi kama zamani. Maneno ya watu wasikuumbishe, sawa? Nilizaliwa tofauti, dunia ikanicheka. Hatua zangu nzito, lakini ndoto zangu kubwa. Waliniona mzigo, wakaniita majina, lakini moyoni nina maumivu yasiyo na tiba. Mama alilia, baba kanyamaza. Kila siku ni vita, roho yangu imechoka. Nikitazama mbinguni, najiuliza kwa nini